Makwale wahofia polisi kupanga mauaji ya kidini Kyela. Baada ya mwangalizi wa jimbo David Mgwila wa kanisa la Wabaptisti Tanzania yaani KWT Ngeleka kata ya Makwale kufanikiwa kuihadaa jeshi la polisi Kyela na Mkristo Baraka Mwamkinga kupigwa mapanga, sasa amenogewa anapanga vurugu zinazoweza kusababisha mauaji ya kidini akibebwa na jeshi hilo dhidi ya kanisa la Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania DCT la kijiji cha Katela. Ili kuepusha vurugu hizo, mapema Septemba 18, 2025 kupitia kwa kaimu katibu mkuu wa kanisa la Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania nchini lilimwandikia mkuu wa mkoa wa Mbeya na kumnakili kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa wilaya Kyela, afisa mtendaji wa kata ya Makwale na mwenyekiti wa kijiji hicho wakiomba ulinzi dhidi ya chokochoko za kanisa lao, lakini ombi hilo lilipuuzwa. Akiwa hakomi akiwasakizia wachungaji wenzake bila kufuata sheria, mchungaji Mgwila kwa mara nyingine aliamsha chokochoko kwenye kijiji hicho bila taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji hicho, ambapo mchungaji Januari 9, 2025 Moses Mwakasanjale alipigwa mapanga na kumwaga damu baada ya kujeruhiwa kichwani, huku yeye akipona, jambo ambalo wananchi wanahofia polisi inapanga mauaji ya kidini. Mgwila anafanya hayo akikiuka kwa makusudi hukumu civil case namba 13 ya 2020 ambayo KWT walishindwa na kutupiliwa mbali, ambayo watoa haki wamepofushwa, hawaoni hukumu hiyo isipokuwa shibe. Kwa mujibu wa barua kumbukumbu namba BCT /18/2025/07 ya Disemba 15, 2025, kwa mara nyingine ili kuepusha chokochoko na vurugu hizo za kujirudia, kuna uwezekano mkubwa wa kuwepo mauaji ya kidini. Hivyo Jumuiya Kuu wamemwandikia mkuu wa wilaya Kyela wakiomba ulinzi dhidi ya upolaji wa kanisa walilolijenga kwa nguvu zao na tetesi za kusimikwa kwa mchungaji wa KWT asiye na imani yao Mwigane Mwakinyamana. Barua hiyo pia imenakiliwa kwa mwenyekiti wa Jumuiya Kuu Mchungaji Barnaba Ngusa, katibu mkuu Mchungaji Elias Kashambagani, kamanda wa polisi OCD wa wilaya ya Kyela Salehe Ibrahim Njama, afisa mtendaji kata ya Makwale, mwenyekiti wa kijiji cha Katela yaani Richard Kamesa, kutokana na njaa ya rushwa ambayo maandiko yanasema hupofusha macho, na kwamba usitoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha macho ya wenye akili na kugusa dawa ya wenye haki. Polisi na watoa haki wamepofushwa na kutaka kupola kanisa hilo. Unyanyasaji na njaa hiyo ndiyo iliyopelekea OCD wa Kyela Lwitiko Kibanda kutoona na kushindwa kutafsiri hukumu mama ya Jaji Robert KN ya Mei 12 mwaka 2023 ambapo KWT ilishindwa. Hali hiyo ndiyo iliyopelekea Lwitiko kuhamishwa Kyela kwa sababu ya vurugu na uchokozi huo wa mara kwa mara. Hayo yakitokea, Omkaya imebaini Wizara ya Mambo ya Ndani bado haijatekeleza maagizo ya Ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyomwagiza waziri wenye dhamana kushughulikia sakata hilo, ambapo kanisa mtoto la KWT linawanyima uhuru wa kuabudu kanisa mama la Jumuiya Kuu na kuwalazimisha waabudu dini wasioitaka kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi, kana kwamba wao wako juu ya sheria. OCD Kyela alipoulizwa kuhusu suala la barua hiyo na tamko la aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya ambaye kwa sasa ni waziri wa sheria na katiba, Dr. Juma Zuberi Homera, akijibu malalamiko ya wananchi katika kijiji hicho, alisema ila nitatoa maelekezo yafuatayo. Nitoe maelekezo yafuatayo kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza,
huyo mtu ambaye anafunga barabara azifungue ndani ya masaa 48. Huwezi kufunga barabara na wakati watoto wanakwenda shule, watu wanakwenda kanisani, wanakwenda mashambani, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani. Labda hiyo serikali itakuwa serikali haiwajali wananchi wake. Kwa hivyo nimpe salamu huyo ambaye amefunga ndani ya masaa 48 afungue, na kamanda wa polisi wa wilaya asimamie jambo hilo kuhakikisha kwamba hizo barabara zinafunguliwa, na anafungua yeye mwenyewe kwa mikono yake. Katela oye! Jambo la pili, jeshi la polisi wamsake mara moja mtu anayeitwa Isa Sisambe Mwasinyanga ili tuweze kumfanyia mahojiano maalum. Ili tufanye mahojiano maalum, kwanza ya kuwatishia watu na bastola, hilo la kwanza. La pili, kupiga watoto wanaokwenda shule, na la tatu, kufunga barabara na wakati sio haki kwa mujibu wa sheria. Nilikuwepo kwenye kikao. Hilo elekezo sikulisikia. Kama wewe ulipewa hilo elekezo lakini mimi sikulisikia. Kutokana na majibu ya OCD Kyela, je, inaonyesha kuwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya alisema uongo mbele ya wananchi wa kijiji cha Katela? Naye RPC wa mkoa wa Mbeya alipoulizwa alijibu. Yaani ziara mkuu mkoa ndo niulize mimi, sio wewe. Wewe unasemaje nikutekeleza wakati mkuu mkoa hajaniuliza? Mimi nawajibika kama sijatekeleza. Sasa ukiniuliza itakuwa kama vile sasa mkuu mkoa kakwambia sasa hivi vitu ambavyo mkuu mkoa yeye ndio katoa tamko. Wewe anayeniuliza kutekelezaje ni wewe. Huoni kama ni yote kusema kwamba sijatekeleza kwa sababu sikuwepo na sikupata hiyo taarifa. Unaona kama nilifanywa na mtu mwingine. Labda nituulizie sasa, inawezekana ishafishirikiwa ndio maana mkuu mkoa hajaniuliza. Naogopa kusemea hapana hajatekelezwa au imetekelezwa kwa sababu ya nini?